kusoma, sio stakafuru, sio alhamdulillah, sio nini. Mimi ndani kwangu sitaki. Sijui umenielewa? Na kila siku nikwambia sitaki mambo hayo, na huo msahafu mimi siutaki kwenye upeleke kwa jirani ukakae. Na kama unataka kusoma soma, nyumba hii uhame, sitaki ukae humu ndani. Ya Rabbi salli alayhi wa sallam. Allahumma salli alayhi wa sallam. Allahumma salli alayhi wa sallam. Ya Rabbi salli alayhi wa sallam. Allahumma salli alayhi wa sallam. Ya Rabbi salli alayhi wa sallam. Allahumma salli alayhi wa Kwani vipi ndugu yangu? Yaani dada, yaani hapa nilipo, yaani sielewi. Unajua sielewi? Maana umeniaga hapa unatoka na shangaa unarudi muda huu mbio mbio vipi? Yaani dada, ni kweli nilikuaga naenda kwa yule mtaalamu wangu. Lakini nimefika kwa yule mtaalamu, mambo nilokutana nayo dada, yaani sijui ni mashetani, sijui ni majini. Nimetoka vizuri mpaka hapa, nimefika mpaka pale. Mpaka uwanjani nimegonga hodi. Gonga hodi sijaona mtu. Cha ajabu nazidi kugonga hodi nakutana na chupa. Chupa ile ina rangi za ajabu ajabu, sijui nyeupe, nyekundu, nyeusi. Yaani kama chupa ya kichawi kichawi. Hajaisha namuona ustazi kwenye ukuta. Namsalimia asalamu alaykum, naitikiwa nyuma na ustazi mwingine. Huyu simuoni tena, kageukia nyuma. Dada, sijakaa. Yaani sijakaa nikaanza kukimbia. Cha ajabu nafika sasa mbele namkuta ustazi mbele. Huyo. Na ninamuuliza ustazi, huku unatokea wapi? Ananiambia mimi nilikuwa masjidi. Dada, yani mimi nimevurugwa. Baada hapo nimekimbia ndio naona mguu huu nimefika hapa. Yaani sielewi siku yangu leo ilikuwa imeendaje. Lakini mimi kila siku nakwambiaga ndugu yangu. Sangine na yeye ni huyo. Ana cha ustazi, ana cha nini? Sangine yeye ni mchawi tu. Sasa unaona mambo yale kutokea. Mimi ndio maana mwenzako muda wote najilaliaga zangu hapa na kuangalia tu ndugu yangu. Maana ukiambiwa kitu huelewi. Lakini dada, mimi yule mtu ndo kila siku ananisaidia kwenye matatizo yangu. Kwa nini iwe leo? Kikulacho kinguoni mwako. Sijui unanielewa. Anaweza kujifanya anataka kukusaidia, kumbe mwisho wa siku anataka kutuweka fara. Wewe endelea naye ustazi wako. Sijui upo ndugu yangu. Sasa wewe endelea kuhangaika naye huyo mtu wako. Mimi niko hapa. Sasa kwa hiyo dada tunafanyaje? Yaani kwanza kwa hiyo pressure uliokuwa nayo, mimi ningeomba tu uingie ndani upumzike. Alafu kesho kuna sehemu nitakupeleka. Basi sawa, maana hapa nilipoacha kwanza nini nikapumzike, maana ninaogopa. Yaani sijui kama nitalala. Haya dada, ngoja nikapumzike.
nimtoe nani? Si kusoma sisi takapelo sio alhamdulillah. Hiyo nyinyi mimi ndani kwangu sitaki. Sijui umenielewa? Na kila siku nikwambia sitaki mambo hayo na huo msahafu mimi siutaki kwenye. Upeleke kwa jirani ukakae. Na kama unataka kusoma soma nyumba hii uhame, sitaki ukae humu ndani. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kaka samani, kuna kitu mama kanifanyia mimi sijapenda. Sijapenda hata kidogo. Na sijui kana matatizo gani. Ni kitu gani? Jana nilikuwa nimekaa zangu na kutia Qur'an. Mama kanifuata. Ananiambia sijui hizo habari za kusoma Qur'an, sijui hizo nataka fulani sitaki. Sijui kana matatizo gani. Kweli ni sio sahihi anachokifanya, ila wewe usiwaze, mimi nitajaribu kuongea naye, kwa sababu kwa sasa sijapata bahati ya kukutana naye, ila nikikutana naye nitaongea naye. Hilo ndio linakufanya uwe katika hali kama hiyo? Ndio, mimi sijapenda. Kile ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa nini nikataze? Basi sawa, usiwaze, mimi nitaongea naye. Shoga yangu Nasra, umeniita umesema una matatizo. Haya, nimekuja kukusikiliza. Una matatizo gani? Wenda shoga yangu, yani wewe acha tu. Yaani nina matatizo na isi mpaka nina matatizo tena. Matatizo gani tena? Wewe acha, mimi bwana nina shida yangu. Na shida yangu inanisumbua muda mrefu tu. Lakini nikakaa nikapata wazo, kwa nini nisiende kwa mtaalamu? Wewe tena Dada, nikaenda kwa mtaalamu. Nimetoka 1 mpaka 2 mpaka kwa mtaalamu. Kufika pale kwa mtaalamu, yani uwanjani kwake tu kufika, yani nakutana na mauzauza ya ajabu. Mazonge gani tena? Dada, sijai kuona. Kwa sababu nimefika pale, nimegonga hodi, sijakutana na mtu yoyote. Nakaa vizuri, nimesimama tena nataka kujaribu kugonga hodi mara ya 2 mara ya 3, nakutana na chupa imetokea. Wewe mbona unanitisha? Chupa hiyo imetokea wakati muda nafika sikuikuta. Na chupa yenyewe inatisha, ina rangi hizo 3. Nyeupe, nyekundu na nyeusi. Hayo mambo shoga kama kwenye movie. Mimi naishaga kuangalia kwenye movie, wewe umekutokea live. Wewe acha. Tunifanya kama unaona. Fanya kama ndio ungekuwa wewe. Chupa imetokea ina rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Sijaelewa ile chupa ilitokea wapi kwa sababu ninafika sikuiona. Sijakaa vizuri nakutana na huyo nilomfuata. Kwenye ukuta. Namsalimia asalamu alaykum. Si ndo nasikia sauti inaitikia nyuma yangu. Nageuka nyuma, simoni pale mbele nakutana naye nyuma. Dada, nilikimbia. Unajua kukimbia? Yaani nilikuwa kama chizi nimekimbia na nafika njiani sasa cha ajabu sasa ndio uone kama ali mauzauza. Nakutana naye mbele. Namuuliza, "Ostaz, nimekuja nyumbani kwako. Unatokea wapi?" Yaani nipo nina pressure na jazba hatari. Ananiambia mimi nimetoka masjidi, siko hapo nyumbani. Shoga yangu ile kubwa kuliko. Shoga yangu kwanza pole. Ila wewe afu mtihani ujue. Ila na wewe hebu nielekeze kwanza vizuri huyo mtu kwanza, huyo ustazi mwenzetu paka unaenda kwake kufuata madua. Ustazi wa wapi? Na wewe wengine sio ma ustazi, sio wala waganga. Wengine washirikina tu wanatafuta kuchota hizo nyota za watu waishi nazo hapa mjini shoga yangu. Yaani hapo kwenye swala la ushirikina mimi ndo yani sielewi ushirikina unakuja kwa sababu si unamjua shemeji yako. Shemeji yako yani mambo yake yale ya ujinga alikuwa atulii. Yani kila jambo langu nilikuwa naenda kumwambia yeye na yeye ndo ananifanyia mambo yangu anaenda hivi. Haya, leo limetokea hilo afu ndo mnavoniambia ushirikina yani mnanichanganya, mimi sielewi. Haya. Pole kwanza. Maana hilo lilo kukuta kubwa shoga yangu. Shapo. Ila shoga yangu na wewe utulie. Sio kile ukimsikia mtu sijui shehe, sijui nani, kiguru na njia kukipeleka. Shoga yangu wewe unauliza. Haya, angekuwa. Sina hata la kuongea. Haya,
Pole, ila shogangu wewe lokuta lako dogo. Mimi nina kubwa kuliko. Huyo mawenda sasa uko nyumbani. Kila kukicha. Nipo hapa. Mdomoni kwake. Tunagombana kila siku. Sasa ugomvi wenyewe uliza nini? Sasa tunagombana sababu ulisi. Anataka kunipa ulisi, mimi namwambia haya we kufa tu. Niandike kabisa ukifa mimi na ulisi wangu. Nikimwambia hivyo, wewe akili zako zimeka kwenye nyumba tu sijui hivi na hivi. Mimi na ulisi wangu nataka kukupa. Mimi naambia kama mdomo wake siwezi shogangu. Nimwambia tunagombana kila siku kuhusu swala la ulisi. Sijui ulisi gani anaosema yeye. Sijui, lakini mimi mambo ya ulisi najua ni mambo ya kizamani. Kwa hiyo mimi yaani hapo sielewi. Shogangu mimi hata soma mambo ya kizamani. Mtoto peke yangu pale nyumbani. Kafa yule leo kesho. Shogangu nabaki kwenye nyumba ile. Utawala wangu. Sawa. Ila mimi niliongea na dada yangu shogangu. Maana nilipotoka akaniambia mdogo wangu usijali, achana nao waganga sijui mashare wasioeleweka. Kuna sehemu atanipeleka. Kwa hiyo ndo namsikilizia yeye hapa akinipeleka mambo yangu ataenda hivi. Shogangu tena naye utulie. Kwa kuwa hapo dada kashakwambia atakupeleka sehemu. Kwa hapo ukae msikilize dada yule mkubwa na mambo yake mwenyewe kuna na watu wake wanaowajua. Sasa wewe ruka nenda kwa huyo shehe wako. Ukirudi shogangu tipu na kimimba, alafu utashangaa huyo shehe hiyo mimba kakutiaje. Yangu hayo tu. Maana unajua kutuliza mwali wewe. Hey. Kimtonani maana kila nikiharibu nashindwa. Nifanye nini maana nahisi kuteketea. Nikimcheki mwanangu Zena mtu wa dini. Nikimcheki Antoni mchungaji nikimcheki. Habari yako? Salamu. Afadhali hata nilipokutana na wewe. Maana nina jambo linanisumbua. Na leo jambo halinihusu mimi. Nina mdogo wangu pale nyumbani na matatizo yake binafsi. Kwa hiyo hata nilipokutana na wewe mtaalamu ili niweze kujua kesho upo au la. Maana ndo nilipanga kesho nimlete kwako. Kesho kuna sehemu inabidi niende. Lakini kutokana na umeniambia una shida, basi kesho nitakuwepo. Sawa, basi haina shida. Maana alienda sijui kwa kijana gani huko, sijui mwenyewe anadai ni ustazi. Lakini baada ya kwenda huko mwenyewe anadai amekuta mauzauza sijui vitu gani, mimi hata ananielezea mimi simuelewi. Kwa mimi nikamwambia tulia na mtaalamu wangu nitakupeleka. Unajua hizo kazi watu na force tu. Lakini hizo kazi zina wenyewe. Na wenyewe ndo sisi. Kwa hiyo wewe ndo ashaka kabisa. Ndugu wako atakuwa sawa. Sawa, hata mimi pia nimekuamini ndio maana nikamwambia hivi. Basi sawa, hamna shida. Sawa, basi mimi kesho mapema mgeni wako. Sawa. Sawa mimi naenda. Kimtonani maana kila nikiharibu nashindwa. Nifanye nini maana nahisi kuteketea. Nikimcheki mwanangu Zena mtu wa dini. Naombeni muda basi.
Sawa, haina shida, nitatoa tu. Jimtonani maana kila nikiharibu nashindwa. Nifanye nini maana nahisi kuteketea. Nikimcheki mwanangu Zena mtu wa dini,